Je, ni nani anayejua walipo? Watu wanapotea pale, ndugu zangu. Hapo napozungumza Karekatunga kuna watu 5 hawapo mwenyekiti. Katika hali isiyo ya kawaida, ukimya umevunjika ndani ya kuta za bunge. Wakati wengine wakisita au kuuma maneno, mbunge mmoja ameamua kula sahani moja na uoga. Leo wenzetu tumekuja kikuracho kingoni mwako. Maji. Waziri kijana Aweso aje tuambie yeye anakwama wapi katika wizara yake. Anasimama na kufichua siri nzito inayotikisa jimbo la Tarime vijijini. Watu 3 wamepotea na mpaka sasa hakuna anayejua hatima yao. Ni nini kinaendelea? Bila ya kupepesa macho wala kumung'unya maneno, mbunge wa Tarime vijijini kupitia CCM Mheshimiwa Mwita Waitara amewasha moto wa uwazi bungeni. Kwa ujasiri mkubwa amewataka wabunge wenzake kuacha kujificha kwenye kivuli wanapochangia mapendekezo ya mpango wa serikali. Ujumbe wake ni mzito mno. Wabunge wanalindwa na sheria na katiba wanapotekeleza majukumu yao, hivyo hakuna sababu ya kuogopa. Lakini kilichowasisimua wengi ni pale aliposhuka kwenye uhalisia wa jimbo lake. Waitara amesema hana tatizo wala hana hofu ya kutamka wazi mbele ya bunge ya kuwa katika jimbo lake kuna wananchi 3 wameyeyuka katika mazingira ya kutatanisha, lakini mpaka leo hawajulikani walipo. Msimamo wake ni kwamba kusema ukweli hadharani si kosa la jinai, bali ni wajibu, ili mradi mtu uzingatie sheria na kanuni zilizopo. Swali langu ni je, huu ni mwanzo wa wabunge wengine kufunguka? Kama leo nitazungumza mimi mbunge nitakuwa nimhoji waziri, alafu nikimaliza naambiwa nitaenda kuhojiwa sehemu nyingine. Nataka niseme kwa mazingira ambayo bunge letu tumeingia, watu wa Tarime vijijini, wapiga kura wangu wanamjua Waitara yukoje. Hakuna Waitara wa Jumapili wala Jumatatu wala Jumanne. Waitara ni mmoja siku zote. Mbunge huyu ametoa kauli hiyo jana Jumanne Februari 3, 2026 wakati akichangia mapendekezo ya mpango wa serikali bungeni. Amesema alishangazwa na taarifa alizozisikia hivi karibuni ya kuwa baadhi ya wabunge walichangia hoja bungeni, kisha ikadaiwa kuwa wanapaswa kuhojiwa kwa kauli zao. Na hapo bila ya ubishi alikuwa na walenga Shabibi ambao walichangia kuhusu mafisadi. Kama stori hiyo ilikupita, hebu nikukumbushe kidogo hapa alichokisema mbunge Shabibi. Nasema katika nchi sasa hivi mafisadi hawa sio wanapiga kidogo, wanapiga kiuhakika. Kwenye watu wezi wapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeanza vizuri na tumeona umeita wale watu wa maadili na watu wa sehemu nyingine. Watu wa maadili sio wanakuja kwa wabunge. Mbunge mimi nakutana na pesa ya serikali wapi? Sikutana mahali popote. Lakini nyinyi mawaziri na watu wa chini ndio mnakutana hela ya serikali. Kwa hiyo kama ni vibaka basi ni huko kwenda huko chini. Sasa Wasira amesema, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mbunge kwa kipindi cha 3. Nimezisoma kanuni za bunge na kuna za maadili pamoja na katiba ya nchi, na ninafahamu pia ninachokisema. Nikikosea nipo tayari kuitwa kamati ya maadili au sehemu nyingine yoyote zinazohusika, lakini kusema wazi sio dhambi kabisa, amesema Waitara. Bila ya kuwataja wahusika, amewataka wote wanaohusika kuruhusu bunge lifanye kazi yake kwa uhuru, akionya ya kuwa masuala nyeti hayawezi kujadiliwa kwa kificho au kwa kauli zisizo za wazi. Mbunge huyo amesema ni muhimu likatunga sheria kali dhidi ya watu wanaokiuka misingi ya utawala bora. Ameongezea ya kuwa wabunge wanapogusa masuala ya utawala bora wanapaswa kuwa wazi, na kwamba majibu ya serikali yanayotolewa yahusishe uwazi na yawasilishwe hadharani ili wananchi waelewe kinachoendelea. Humu ndani tuliorudi ni takribani 30% pekee. Hawa 70% wako wapi? Ninyi mlioingia humu tambueni ya kuwa kikulacho kinguoni mwako. Fanyeni kazi ya wananchi iliyowaleta, amesisitiza. Upande wa jimbo lake Waitara amesema hana wasiwasi kwa wananchi, anawaongoza kwa sababu wanamfahamu vyema kuwa anabaki kwa yule wa siku zote. Kuhusu mpango wa serikali amesema Tanzania haijawahi kukosa mipango, akibainisha kuwa ipo mingi iliyopo kwenye makabati, lakini changamoto kubwa imekuwa ni utekelezaji wake. Ameeleza kuwa ni wakati sasa wa kuhakikisha mambo yanayopangwa yanazingatiwa kwa umakini ili mipango isiendelee kubaki kwenye makaratasi bila ya kutekelezwa. Dondosha maoni yako hapo chini na mimi nitayasoma kwa kujibu. Ukitaka kuwa mwanafamilia wa Harakati TV, hakikisha unabonyeza subscribe ili usipitwe na uchambuzi ujao. Hii ni Harakati TV. Zungumzo hapa, tusiongee jambo la utawala bora kwa kujificha ficha. Tuongee jambo la utawala bora hadharani. Na kuna vigezo. Shule watu wameenda kuona nini maana ya utawala bora. Kwa hiyo tukitaja mambo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaje kwa upana wake.
na watu wajue tunataka utawala bora. Kwa mfano hapa profesa amesema kutakuwa na uwazi, kutakuwa na wajibikaji. Hili jambo ni kubwa. Kuna utawala wa sheria, mambo ya demokrasia, vitu vingine. Sasa ushauri wangu hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka niseme hivi, mpango huu ukiangalia mawazo yaliyokuja ni makubwa. Yanahitaji kila waziri aje hapa atuambie yeye amekwama wapi. Sasa waziri ambaye bunge inatakiwa limhoji, limwajibishe, atoe majibu sahihi, hawezi kuja kunong'oneza mimi. Natakiwa serikali ifanye kazi yake, bunge lifanye kazi yake. Ndio taratibu bunge hili. Kwa hiyo lazima waheshimiwa wabunge tuzungumza na mawaziri upande wa serikali, kila mtu afanye kazi yake vizuri. Ndio mambo ya utawala bora. Tukitaka hoja imekuja hapa iandaliwe vizuri tupate majibu. Mama Samia amejipanga vizuri. Mama ukimsikiliza mawazo yake, maamuzi yake. Mheshimiwa viongozi mngeelewa mheshimiwa anataka matokeo. Haya changamoto hizi ziishe. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mbunge kipindi cha 3 humu, nilikuwa naangalia hapa kwenye kanuni za bunge. Ukiangalia 57, 58, 21 haki na madaraka ya bunge. Nikaangalia mwongozo, nikikosea hapa nitaenda kwenye kamati ya maadili. Ukasoma sheria ya kinga haki na madaraka ya bunge. Nikasoma ibara ya 100 humu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama leo nitazungumza humu, mimi mbunge nitakuwa nimhoji waziri. Alafu nikimaliza naambiwa nitaenda kujua sehemu nyingine. Nataka niseme kwa mazingira ambayo bunge letu tumeingia, kwa changamoto tulizopata, kwa watu wa Tarime vijijini, wapiga kura wangu wanamjua Waitara yukoje. Hakuna Waitara wa Jumapili wala Jumatatu wala Jumanne. Waitara ni mmoja siku zote. Kwa hiyo naomba Mwenyekiti, bunge hili na waheshimiwa wabunge, mmeangalia sura ya watu walipo ndani. Tulikuwa wengi, tupo 30%. Leo wenzetu tumekuja, kikuracho kingoni mwako. Kila mtu afanye kazi ya wananchi kwenye bunge hili, na serikali iende ijipange vizuri. Wakiwasilisha hoja wafanye kama afanye Kitila Mkumbo. Mbona Kitila utaharamiki? Ameleta hoja za kitaalamu, ameenda amejifungia. Sasa mpango huu tungetamani, watu wanasema mpango wa maji. Waziri kijana Aweso aje tuambie yeye anakwama wapi katika wizara yake. Tumsaidie kama ni kuboresha sheria. Mtu wa kilimo aje tuambie malalamiko ya wafugaji na wakulima. Kila mwaka tunazungumza hapa, watu wanauana. Leo naleta mpango wa serikali, tuonyeshe namna ambavyo wakulima watalima kwa mpango, namna ambavyo wafugaji watafuga kwa mpango, na bila ugomvi wa amani. Mimi mbunge wa Tarime vijijini, nina shida napiga hapa miaka huu hapo awamu ya pili, Tarime vijijini, Ukonga ya kwanza. Nazungumza malalamiko ya hifadhi ya Serengeti, kuzungumza habari ya mpaka tu. Ng'ombe zinatekwa, watu wanapotea pale. Ndugu zangu, hapa napozungumza Karekatunga kuna watu 5 hapo Mwenyekiti. Sasa kuniambia mambo mengine, mimi napenda bunge lifanye kazi yake, serikali